Daktari platform inayokupa uchambuzi wa mambo mbalimbali. Na leo nataka uifahamu Anglikana. Nataka ujue historia ya Anglikana. Hili ni jambo muhimu sana katika mwili wa Kristo, kufahamu historia. Na kwa kutaka kukufikishia historia kwa vizuri, leo nimemtembelea mwalimu Joseph Ogana. Yeye ni mwalimu wa hapa chuo cha Buhari, chuo cha maendeleo ya jamii. Yeye ni mwalimu hapa, lakini pia ni mlezi wa UKWATA mahali hapa CDTI Msoma, na ni Mwanglikana. Karibu mwalimu. Asante sana. Asante. Historia fupi ya kanisa Anglikana. Kanisa Anglikana kama ambavyo limekuwa kijulikana, limepata kujulikana zaidi kwamba imeanza karne ya 16. Lakini historia yake ni ndefu. Lakini labda tuanze hivi, Anglikana ni nini? Anglikana maana yake ni Uingereza, kama ukisema kwa Kiswahili ni England. Na historia ya kanisa hii ilianza karne ya 5. Lakini kabla hapo Warumi, dola ya Rumi ilikuwa na udhibiti katika kisiwa cha Uingereza. Kwa katika karne ya 5 walituma mishonari anaitwa Mtakatifu Agostino wa Canterbury, ambapo Canterbury ilikuwa ni makao makuu ya kanisa wakati Kristo tayari ulikuwa ndani ya Uingereza. Sasa wakati wameenda, kuna watu wanaitwa Anglo-Saxon ambao ni watu hao ndio wanazungumza, hao wanaongea Kiingereza, ndio English au England. Kwa kuanzia wakati huo sasa ilikuwa ni kanisa la Rumi iliyoko Uingereza, kama ambavyo tungesema leo labda kanisa la Tanzania labda iliyopo DRC. Kwa ni mfano. Lakini sasa ukiangalia katika wakati huo, katika karne ya 7 baada ya karne ya 5, sasa kwanza kuna udhibiti rasmi. Sasa ikawa sasa kila kitu kiko chini ya kanisa la Katoliki ya Rumi, ambapo sasa wakati huu kanisa la Rumi limeanza kutawala likidhibiti serikali na kanisa. Na ndio maana sasa ikabaki sasa ikawa ni kanisa la Roman hata wakati katika kisiwa cha Uingereza. Lakini katika karne ya 11 Mfalme William the Conqueror, mfalme wakati huo anaitwa William, na askofu anaitwa Lanfranc wa Canterbury, ambaye ni askofu mkuu wakati huo. Mfalme huyu akatangaza kwamba kuanzia sasa sisi atawajibiki kwa askofu wa Rumi. Maana yake wakati huo ndio papa. Askofu wa Rumi ni papa. Sasa akasema kuanzia leo tunajitegemea, tunajiamulia mambo yetu ya ndani kama kanisa. Kwa akabaki mimi siwezi kwenda kwa papa kusema yeye kama msimamizi wangu. Lakini bado katika eneo la kanisa kama kanisa likabaki chini ya Rumi. Lakini serikali akaikataa, hawezi kuripoti kwa huyu papa. Katika karne ya 13 katika kanisa yale ya Uingereza, diocese moja hapo ilikuwa inaitwa Salisbury, ambapo kanisa kuu inaitwa Salisbury Cathedral, walianza kuwa na mfumo wa utaratibu wa ibada tofauti. Kwa wakaanza kutoa tofauti kidogo na kanisa la Roma. Kwa hapo makatengenezo ya kanisa likaanzia pale, kuanza kuwa na utofauti wa namna uendeshaji wake na kanisa la Rumi. Lakini karne ya 14, kwa sababu wakati huu kanisa la Roma au kanisa la Rumi ilikuwa na tabia ya kuendesha ibada zake na mambo yake yote kwa lugha ya Kilatino. Sasa kwa sababu utawala wa Uingereza na kanisa la Uingereza kama kisiwa aliko sawa kwenye eneo la bara, bwana likaamua kwamba sasa nataka lugha inayotumika na katika ile kueneza Injili watu wote washiriki. Kwa wakatokea watu kadhaa akiwepo John Wycliffe, ambao aliamua kutafsiri Biblia kutoka lugha Kilatini kwenda katika lugha ya Kiingereza ambao Waingereza wangeweza kuelewa. Lakini jambo hili anafanya kwa wizi. Kwa Biblia inatafsiriwa akiwa Switzerland amekimbia, alafu anailetwa Uingereza kwa kificho kama biashara ya magendo. Kuna Biblia kupitia katika ya magendo kwa sababu kanisa aliruhusu, ni kinyume cha utaratibu wa kanisa, against the church canon law. Kwa jambo likafanyika katika karne hiyo ya 14. Na hapo ndipo naanza kupata ile hoja ya kuwa na Biblia ambayo ina lugha ya kawaida. Na ndio maana hata baadaye tunakuja kuona katika karne ya 16 ambao hasa ndio kipindi cha mageuzi makubwa ndani ya kanisa iliyopo Uingereza, ambao sasa katika wakati huu ya karne ya 16 aliyekuwa mfalme Henry wa 8 akaanza rasmi kubadilisha utaratibu wa kanisa na akasema kuanzia leo
tunajiita kanisa la Uingereza. Mwalimu, ndio. Historia ni nzuri. Unataka kuniambia kwamba kumbe roho ya mageuzi ilianza kabla ya hii karne ya 16. Asante. Kulikuwa na vichochezi vingi. Ndio. Mageuzi ndani ya kanisa la Anglikana, hasa wakati ikiwa bado iko chini uangalizi wa kanisa la Rumi, ilikuwa ilianza mapema sana. Kwa wakati huu wa karne ya 16 ilikuwa ni wakati ambao kulikuwa ni mageuzi makubwa ndani ya kanisa. Kwa sababu ya Injili, watu wameanza kutumia Biblia kwa lugha zao. Wajerumani kutumia lugha, wameanza kutafsiriwa Biblia kwa lugha ya Kijerumani. Waingereza angalau wametafsiriwa Biblia na tabiri zao za kwa lugha yao Kiingereza. Kwa hiyo watu wameanza kujua kumbe Biblia inasema 1 2 3. Sasa mageuzi yakaanzia hapa. Lakini kwa kanisa Anglikana kwa wakati huo mageuzi makubwa yalichochewa na vitu vikuu viwili. Jambo la kwanza ni swala la Mfalme Henry wa 8 kusema kuanzia leo hii inaitwa kanisa la Anglikana. Sio kanisa la Roma sasa liko Uingereza. Ni kanisa la Anglikana. Lakini ikabadilishwa tu jina, lakini kwa ndani bado ikawa ni ina mfumo wa ile wa Kirumi. Kwa mfumo wa kanisa la Roma. Lakini mtu wa pili kwa wakati anaitwa Thomas Cranmer. Thomas Cranmer alikuwa ni askofu wa Kianglikana. Ambaye alikuwa askofu kuanzia mwaka 1536. Hasa huyu askofu alikuwa ni askofu wa kimageuzi, Protestant. Askofu wa kimageuzi. Kwa maana wakati akaanza kufanya badiliko kidogo kidogo. Kuanzia katikati ya karne ya 16, 1949, ndiko mara ya kwanza akatunga kitabu cha uongozaji wa ibada kwa lugha ya Kiingereza. Kwa sababu hapo awali ni dokeze jambo moja. Utaratibu wa ibada ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni lugha ya Kilatini, ndio maana ndani ya kanisa Roma mpaka leo wakati wa ibada wanakuwa na kengele. Kengele ilikuwa kigongo, kwa sababu wanatumia lugha ya Kilatini, kwa elewi. Wanajua kigongo kengele ni muda wa ushirika. Kwa nini bidi wabadilishe hali yao tulivu ndani ya ibada? Kwa sababu walikuwa haelewi. Kengele ilikuwa inawakumbusha kwamba sasa ni wakati wa kuombea ushirika mtakatifu. Wakimaliza kuombea ushirika wanapiga kengele. Mpaka leo nenda kanisa la Roma na yote mpaka leo nazungumza wanagonga kengele. Kwa sababu taratibu ilikuwa ni wa Kilatini, kwa Uingereza na maeneo mengine yote. Sasa lugha ya kawaida. Ndio maana kitabu cha kuongozea ibada cha kanisa Anglikana inaitwa The Book of Common Prayer. Kitabu cha sala kwa watu wote. Maana yake lugha inayosababisha watu wote washiriki, sio lugha inayoelewa. Na ndio maana duniani kote lugha kwa makanisa Anglikana yanaendeshwa kwa lugha za maeneo ya husika, sio kwa lugha ile iliyotoka huko. Lakini jambo lingine, katika karne hii ya 16 tunaona Mfalme Henry anafariki. Anapokufa anashikilia nafasi mtoto wake, ni mtoto mdogo sana. Lakini wakati anaongoza huyu mtoto ambaye anaongoza mama yake kwa niaba yake, ndio huyu askofu Thomas Cranmer akafanya mabadiliko makubwa ndani ya kanisa. Mabadiliko aliyofanya moja hapo ni kuondoa useja. Akaruhusu wachungaji wote waoe na maaskofu waoe, kwa maana yeye pia alikuwa na mke. Lakini pia akasema hili jambo halina msingi wa kibiblia. Kwa sababu msingi wake ulikuwa ni kwamba waliokuwa maaskofu ndani ya kanisa la Roma huko nyuma, alikuwa akikifa ama akistafu askofu wake anakabidhi kwa mtoto wake. Kwa kanisa kaanzisha mfumo wa maaskofu na mapadri kuwa waseja, ili wasigombane wala waseuane wala asifanye kama mfalme kuwa askofu, kwamba ukiondoka na ukabidhi mtoto wako. Kwa akasema hii ni msingi wa Biblia. Kwa maana sasa hapa tunaweka watu wawe na wake zao, lakini pia tunafuata tu msingi wa Biblia. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili aliondoa ni kuondoa visanamu vyote kwenye makanisa. Lakini jambo la tatu akahakikisha kwamba lugha inayotumika kwenye vitabu vile watu wote washiriki. Na ndio maana kuna nana ambavyo ibada zetu makanisa Anglikana, hata makanisa mengine ya Protestanti ambayo natibu mfano kanisa kama Lutheran na Moravian, tuna mapokeo. Mchungaji au kiongozi anasema jambo fulani na wewe pia unasema jambo fulani, unashiriki kwenye ibada. Kwa ni utaratibu wa ibada. Lakini karne hiyo ya 16 hiyo waliondoa, mfalme huyu aliondoa makazi ya wale watawa, monasteries, akaondoa yote kwa sababu ilikuwa ni utamaduni wa Kirumi, akaondoa. Lakini jambo lingine kilichofanyika katika karne hii ya 16 ndio mageuzi makubwa ambapo ilitokea jambo hili. Marekebisho makubwa yalifanyika kwenye vitabu vyetu vya kuongozea ibada ili kuhakikisha kwamba mambo yanayohusiana na Biblia ndiyo yanakaa, lakini pia yanao angalau
wanao mfumo wa Protestanti yakawa mengi kuliko yale kuelekea na mfumo wa Roma. Pamoja na mavazi yakaondolewa, watu wakaanza kushiriki ushirika mtakatifu watu wote bila kubagua kwamba anayetakiwa kushiriki ushirika mtakatifu ni mtu fulani na mtu fulani. Lakini jambo lingine ambalo ni mimi sana kuzungumza katika karne hii ya 16, kwa ni karne ya muhimu sana kwa sababu waanzilishi na waliokuwa wanafanya baguzi ndani ya kanisa waliouawa hawa watu ni watu watatu. Mtu wa kwanza, askofu wa kwanza Hugh Latimer alichoma moto, na malkia anaitwa Mary the Blood au Bloody Mary, ambaye alikuwa ni malkia baada ya Henry na baada ya Edward aliyetawala kama mtoto. Hapa nataka tuweke sawa huyu mkono wa damu unaosema. Yes, huyu ni mtu ambaye aliyeanzisha ni Henry, si ndio? Aliyetangaza. Baada ya Henry kufa alitawala mtoto wake. Na mtoto wake alikuwa ni mdogo, kwao alitawala mama yake. Yes. Tuseme kwa usaidizi wa watu wengine na askofu na asikuwepo Thomas Cranmer akafanya mabadiliko haya makubwa. Yes. Lakini huyu mtoto alikuja akafariki ndio, kabla hajakuwa mkubwa. Ndio. Ina maana kwa taratibu za kifalme ikabidi achukuliwe dada yake. Ambaye ni mtoto wa kwanza wa mfalme Henry akarudishwa kutawala. Na kwa nini mnamuita mwagadamu? Huyu anaitwa mwagadamu kwa sababu wakati wake huyu sasa ndiye alikuwa Roman hasa. Mwafidhina wa kanisa Kirumi. Kwa sababu yeye ndio mama yake. Mfalme Henry alitaka ndoa yao ibatilishwe. Kwa sababu mama yake alirithiwa na Mfalme Henry, kwa sababu mama yake alikuwa ni mke wa kaka yake Henry wa 8. Kwa na yeye alikuwa ni Roman hasa. Kwa akarudi kuweka misingi ya kanisa Rumi. Sasa alipoingia akaona mabadiliko yale, akaanza kuwatesa wa Protestanti waliokuwa ndani ya kanisa la Anglikana. Sasa akataka arudishe mfumo ule wa kanisa la Rumi. Kwa akawaua watu, akawatesa, walikuwa maaskofu walikuwa na familia akawaondoa, akawafukuza wote. Walikuwa mapadri walikuwa na wake zao akawafukuza wote. Akawa kwa maaskofu na mapadri ambao hawana wake. Lakini sasa hawa maaskofu watatu waliochoma moto, wao wawili waligoma. Kwa sababu wao kwa askofu mkuu. Askofu mkuu mara ya kwanza aliridhia kwa sababu lazima aseme anamheshimu mfalme kwa sababu ndio mkuu wa kanisa. Ndio anayedhamini kanisa. Sasa ibidi akubali kwamba yeye atakuwa anamtii nani? Malkia. Sasa baadaye akasema hapana. Dhamiri yake haimruhusu kwa sababu yeye anaishi katika maisha ya wokovu, nataka aseme kwa msingi wa Biblia. Akasema hapana. Aliposema hapana, akachoma moto. Wakati anachoma moto Thomas Cranmer, imesemekana kwamba alitanguliza mkono wake aliyoweka sahihi kwenye kitabu alichosema kwamba anakataa mafundisho aliyosema awali. Akakubali kwamba achome, anaanza kuchoma mkono wake kwa sababu mkono wake ule ndio uliosababisha akaridhia, lakini moyo wake haukubali. Kwa nalivyosema kwamba hawezi kubali yale, akasoma kwenye msingi, ilibidi achomwe. Na huyu ndiye aliyetunga kitabu cha uongozaji wa ibada wa kanisa Anglikana. Akatunga kitabu cha uongozaji ibada, kitabu cha sala kwa watu wote, lakini pia mahubiri na mafundisho na Anglikana alitengeneza. Lakini pia akitengeneza masomo yanayosomwa kila siku kwenye kanisa Anglikana. Kwa anaweka misingi ya mambo yote haya. Kwa akachomwa. Katika hali ya kuchomwa, watu wengi walikimbia, lakini bado kanisa likabaki bado kwa imara. Alipofariki huyu malkia wa damu, Mary Tudor. Yes. Yani au Mary wa damu kwa sababu mwagadamu, kwa sababu huwa watu wengi. Na huyu alikuwa ni mtoto wa mfalme Henry. Kwa mke wake wa kwanza Yes. Ambaye baadaye aliomba kuoa mke mwingine. Na yule mke wa pili ndo alimzaa yule kijana wa kiume ambaye alifariki. Na huyu mke alikuwa anaitwa Anne Boleyn. Kwa hiyo yule ikabidi serikali imchukue yule wa mama wa kwanza ambaye alikuwa ni mlinzi wa kifalme wa kurithishana. Kwa hiyo naye alipokuja hakuridhika na haya mabadiliko aliyoyakuta. Akarejesha nyuma kulirudisha tena na kanisa la Anglikana kulirudisha Roman. Tuendelee mwalimu, tupe hivi katika karne ya 16 hiyo mwaka 1959 baada ya kufa huyu malkia mwaka 58 1958 ikatoka marekebisho kwenye kitabu cha sala kwa watu wote, ikarejesha misingi ya Protestanti, ikarejesha misingi yote ya Protestanti. Lakini mwaka 1563 zikaundwa kanuni 39 za masharti ya dini ya Kikristo. Masharti 39 kwa nini yaliundwa? Yaliundwa masharti 39
Kwa sababu ndani ya kanisa Anglikana sasa kuna tamaduni mbili. Kuna tamaduni Protestanti, lakini kuna tamaduni watu ambao wanatamani kuendelea kubaki chini ya mfumo wa kanisa Roma. Kwa hiyo lazima waanze kuwa na taratibu vitu ambavyo vinaainisha nini maana ya ubatizo, nini maana ya kipaimara, nini maana ya misingi yetu ni Biblia au ni vitu gani. Kwa hiyo lazima mambo yote yaelezwe katika masharti 39. Uongozi wa kanisa unakaaje. Kwa misingi 39 iliweka kanisa watu wenye mitazamo miwili tofauti wakakaa sehemu moja, wakaamini hichi ndicho kitaunganisha. Basi masharti 39 ndiye akakubalika mwaka 1563. Unajua mwalimu, unasema unapenda unavyosema Mwanglikana ni mchanganyiko wa nini? Yes, niseme hiyo ninataka kusema ni kwamba Mwanglikana ni mchanganyiko wa watu ni watu wa kategori karibia 3 ama 4. Isitegemea unavyotaka kuweka. Inaweza kuwa ni 3 au 4. Kundi la kwanza, tabia Mwanglikana ni kama Protestanti hivi. Yes, ni mtu anayetamani aone injili inatembea. Lakini Mwanglikana pia utapata mtu mwingine pia yeye ni mtu wa Pentekoste. Anaamini katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Yaani katika lugha yako uongozi wa Roho Mtakatifu, manake wale wengine wasao utaratibu sana sio jambo lake. Lakini kundi lingine la Mwanglikana ni mtu anayeheshimu sana ibada, taratibu. Kwa hiyo unakuta Mwanglikana ni mchanganyiko wa makundi yote haya. Kwa hiyo ni kama vile umchukue Pentekoste, uchanganye wote kwenye blender na umchukue na mtu wa injili. Wachanganye ndio inatokea production. Upate juice moja inaitwa Anglikana. Sawa. Mwanglikana utapata maeneo yote hayo. Akisema yeye ameokoka ni sawa. Akisema yeye anaheshimu ibada ni sawa. Akisema anataka chetezo ili ubani unaochomwa na kupigwa wakati wa ibada, yeye kwake ni sawa tu. Ukikuta Mwanglikana anasema yeye ni sister, hataki kuoa wala kuolewa, ni sawa tu, hii ni Mwanglikana tu. Na hatuna shida naye kwa sababu msingi unaotakiwa ni kuheshimu msingi wa Biblia. Tuendelee. Kuona katika karne hii ya 16 ni karne ambayo inanena mambo mengi sana ndani ya kanisa Anglikana. Sasa kija karne ya 17. Karne ya 17 ndio Biblia ya kwanza chini ya mfalme King James. Sasa ndio anaanza Biblia iliyo katika lugha ya Kiingereza ambao watu wote wataelewa katika nchi ya Uingereza. Na ndio maana mpaka leo na kuna Biblia ya Kiingereza unasikia King James version. Ndio inaoaminika kwa sababu alihakikisha imetafsiriwa na kuweka wataalamu katika lugha ambayo itashabihiana na Kigiriki na Kiyunani ambapo hasa ndikuwa ni lugha za awali zilizotumika kuandikia Biblia. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mtumishi wa Anglikana huyu. Yes, ni mfalme wa Uingereza. The commission ndiye atoa watu kamati hiyo, kwa sababu yeye ndio mlezi wa kanisa Anglikana. Alitoa hiyo kamati hiyo ya watu kufanya hiyo kazi. Yes. Na Biblia ndio ikawa Biblia rasmi katika kanisa la Anglikana. Na ndio msingi wa Biblia yote duniani, kwa sababu kanisa Roman hakutaka Biblia itafsiriwe katika lugha ya watu wote. Kwa hiyo huyu mfalme wa England ndio akaleta hii King James version. Na Biblia naipenda sana hii mimi. Kwa hiyo ndio Biblia ambayo inaeleza ina lugha ile ambayo inabeba vizuri ile lugha hasa inayotakiwa. Maneno ile ya msingi wa Biblia kubadilisha, kuchakachua sana. Katika karne ya 17 hiyo ndio sasa tukawa na toleo la mwisho la kitabu cha sala kwa watu wote. Hiyo ni 1662. Na huo ndio msingi na hasa ndio kiwango kinachotumika, ndio standard ya vitabu vitu vya kuongozea sala kwa kanisa Anglikana duniani kote. Utatengeneza kitabu chako cha sala kwa mwelekeo wa Tanzania kwa lugha ya Kiswahili, lakini misingi hautaondoka mbali na msingi wa kitabu cha sala kwa watu wote wa mwaka 1662. Sasa niije leo. Sasa ndio kwa lugha nyepesi sasa mtu aelewe Waanglikana. Leo ninapozungumza mtu akuuliza kiroho cha Anglikana nini? Msingi wa Anglikana ni kitu gani? Msingi wa Anglikana ni Biblia takatifu. Hili ni jambo la kwanza. Unataka wewe Anglikana ni Biblia takatifu. Msingi wa pili ni kitabu cha sala kwa watu wote, ambao itakuambia kwamba tunaamini nini katika ubatizo. Mwanglikana mtu ubatizo wa maji mengi na machache. Ni mazingira ndio determine ubatizo toyo namna gani. Kwa Mwanglikana yupo wale batizwa kwa maji mengi, safi na yupo. Ukitaka maji mengi unabatizwa na hakuna shida. Na kitabu kimeeleza. Kwa mtu asiye kwambia kwamba Mwanglikana bado ubatizo maji mengi. Hakuna kitu kama hicho. Asome Biblia na elewe. Anglikana wanabatiza kwa maji mengi na machache. Yes. Lakini maji mengi ubatizo hili na kwa maji mengi ufanye katika hali uangalifu. Sasa hiyo ndio watu waelewi maana uangalifu ni nini. Yes. Okay. Lakini jambo lingine inaeleza paka masuala ya ndoa ifanyike namna gani. Ndio maana kwenye msingi ya ndoa ni vitu viwili tu. Utafunga ndoa unataji wewe na mke wako, mchungaji anayefunganisha ndoa
na mashahidi wawili, hiyo ndio imekamilika. Hizi sheria kubwa hata Anglikana sisi tunaikataa. Biblia kitabu chetu kinatueleza kama mtu hajatoa mahali asifunge ndoa. Sasa hivyo ni vitu vitakavyo vikamilisha mazungumzo tu. Hayo ni mazungumzo ya wazazi. Hivyo vinatokana na kibali ambacho tunapewa na wazazi, ambao lazima watu wapate. Yes. Yeah, lakini katika ushahidi wa kukamilisha utaratibu wa ndoa ni watu 5 yatosha. Kwa hata sheria hizi kubwa leo tunatumia pia wakati mwingine kusababisha watu washindwe kutunga ndoa kwa sababu wanaona ni sheria kubwa. Lakini msingi wa kanisa haitaki hiyo. Haitaki hizo sheria kubwa. Yeah. Kwa kitabu kile cha sala kwa watu wote inaonyesha vipi. Unaposimika mchungaji, askofu, sikiliza wanaoambiwa. Kazi yake ni zipi? Hayo yote kueleza. Lakini lingine ni masharti 39 ndio Anglikana wenyewe. Hivi vitu vitatu ndio vinaeleza Uanglikana kwa lugha nyepesi. Nataka nikwambie kitu kimoja kifupi sana. Katika hali ya kumweka mchungaji askofu wakfu, na kwa sababu sisi tunaamini pia msingi mwingine wa Anglikana ni uaskofu wa kurithishana, kama mitume waliokurithishana uongozi. Sasa askofu anapewa fimbo. Na kwa anapewa fimbo. Na ile fimbo kazi yake nini? Tuna fimbo aina mbili. Fimbo ambayo ni kama ambayo imejikunja kwenda chini. Lengo lake kama askofu, kama mwangalizi, ni kwamba mtu anapopotoka atumie kumrejesha. Ndio inaitwa fimbo ya Musa. Ukiwa mtu mzima umekaa chini ya kihenge na una mbuzi ama ndama unataka kumkagua, unanyosha fimbo yako na mkamata. Unaweka kwenye mguu wa nyuma, unavuta na kupeleka karibu. Kwa ile fimbo ya askofu kazi yake ni kusaidia kurejesha watu kwenye msingi wa imani. Ndio maana askofu ndio mtetezi mkuu wa imani, ndio msimamizi mkuu wa imani mahali fulani. Anaweza kuwa ni askofu akaitwa mwenyekiti wa kanisa. Kwa ndio maana hiyo fimbo. Lakini bahati mbaya, labda tuzungumze kwa jumla ni kwamba leo hii tuna watu na fimbo iliyokaa kama vidole vilivyonyoshwa. Sasa hii maana yake ni kwamba huwa tunatumia katika kuchoma taka. Ukiwa umefika msitu unakuwa na mti uliokuwa na imegawanyika mara mbili. Unatumia kusonyea taka na kuchoma. Sasa hiyo sio fimbo ya askofu. Sasa kanisa Anglikana ile fimbo maana yake ni wewe ni mchungaji. Unarejesha watu, unaleta watu wasimamia imani. Kwa huo ndio Anglikana. Lakini vitu tunavyoona kwa nje, ukikutana na Mwanglikana yote ile, inawezekana hata madhehebu mengine iko hivyo. Mwanglikana lazima ukute ana Biblia. Lazima ni kitabu cha sala kwa watu wote. Hivyo ni vitu vya nje tunavyoviona. Au na cheti cha ubatizo. Sawa? Au na cheti cha ubatizo. Hivi hawa na cheti cha ushirika mtakatifu. Kwamba huyu mtu ni mshiriki. Si ndio? Hivi vitu ndio vinaonyesha huyu ni Mwanglikana. Akifika mtu anamuuliza, "Hey, ni Mwanglikana?" Haya, Biblia iko wapi? Kitabu cha sala iko wapi? Cheti cha ubatizo iko wapi? Cheti cha ushirika mtakatifu. Inawezekana makanisa mengine pia yanafanya hivyo. Lakini huo ndio Anglikana kwa ufupi. Lakini mgawanyiko nao unaona leo, hiyo pia nisisahau kuzungumzia. Mgawanyiko nao unaona leo ambao tunasema Anglikana wamegawanyika, umetokana na wakati mwingine ni tafsiri isiyo sahihi. Kwa sababu Biblia na namba imani yetu ni kwamba tunapewa fursa ya kutumia Biblia, utashi wetu na utamaduni. Lakini lingine kwa sababu Anglikana tunaamini kwa askofu kwamba kila kanisa pote lipo inajitahidi katika hali uendeshaji. Kwa hata wakifanya maamuzi kwenye mkutano wao wa jumla wa maaskofu wa Anglikana duniani kote, hawalazimishi mtu kufata. Lakini ni ushauri kwa sababu wanashauriana. Sasa ikitokea kanisa mahali fulani imekengeuka katika baadhi ya msingi, haimaanishi kwamba kanisa lingine limegawanyika. Kanisa Anglikana ni mchanganyiko wa majimbo au makanisa karibia 40 yanayokubaliana kwamba Biblia ndio msingi. Kanuni 39 ndio mwenyewe. Lakini pia kitabu cha sala kwa watu wote ndio mtaratibu wa jumla wa watu wote. Kuna mengine sasa ni tafsiri zilizopotoka, lakini bado inatuonyesha historia kanisa Anglikana imepitia mapito mengi na badiliko mengi sana. Lakini la mwisho hapa Tanzania tuna kitu tunaita high church na low church. Nimekisikia. Yes. Sasa kanisa ambalo nasema ni high church ni kanisa ambayo wewe msingi ule wa Kiroma. Mimi naitaga Anglo Catholic. Kwa Tanzania ukienda maeneo kama Dar es Salaam na Mtwara na Lindi, utakuta kienda kanisani wanafukizia ubani. Ni jambo la kawaida. Kwenye hali ya ibada watu wanatulia sana. Injili wanaimba. Kwa sehemu za ibada wanaimba kuliko kusema. Lakini pia wanaweka uzito mkubwa sana kwenye ibada, utaratibu ule wa ibada kuliko chochote. Lakini low church inaweka utaratibu nguvu zaidi kwenye injili.
wanaweka utaratibu zaidi kwenye Injili. Wao heshima yao ni kutangaza Injili na kuruka na kushangilia na kusifu. Lakini kanisa High Church watu wanakaa, hata kwa inakaa sehemu moja, haihami. Lakini Low Church wataimba na kuruka na kutembea kila sehemu ya kanisa. Unasema nini? Kwamba utofauti huo uko kwenye namna vitu vichache katika ibada, lakini utaratibu ni ule ule. Okay. Kwa ufupi ndio historia ya kanisa. Na kanisa Anglikana kama Tanzania na Kenya na Uganda zina tofauti kwa namna tofauti. Namna muundo wa uongozi wao ni tofauti. Kwa mfano kanisa la Anglikana Uganda, askofu ana nguvu na kutumia ndio mpaka na serikali. Lakini kwa Tanzania mfumo wetu pia ni tofauti. Sisi na askofu wetu mkuu, lakini anasimamia diocese. Ukienda Kenya, askofu mkuu ana diocese yake ya askofu mkuu. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo si kwamba linawagawanya, kama ulivyosema kwamba tumepewa fursa ya kuamini na kutumia Biblia, utashi ambao ni reason, lakini pia na tamaduni. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tunapishana tu kwenye tamaduni na kwenye tafsiri. Lakini si kwamba tumegawanyika. Basi kwa sababu ni ya muda, mimi napenda kukushukuru Mwalimu Joseph Ogana wa hapa Buhare, na tutakukaribisha tena katika kipindi chetu mara nyingine tena kuzungumzia Anglikana. Asante kwa fursa. Ndio kazi yako. Amina. Nasi tuseme wajenzi tu wa mwili wa Kristo. Amina.